Lennox Sengre, KTN. Na tusalie katika suala hilo la magenge ya uhalifu. Serikali imetangaza kutumwa kwa kikosi maalum cha usalama ili kuanza msako mkali dhidi ya wahuni wa kisiasa pamoja na viongozi wanaochochea vurugu wakati wa mazishi, hasa katika eneo la magharibi ya nchi ambako hafla za mazishi zimegeuka kuwa majukwaa ya ghasia na umwagikaji wa damu miezi ya hivi karibuni. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akizungumza huko Kakamega aliwaonya wanasiasa wanaochangia hali hiyo, akisema kwamba mazishi yanayojaa misisimko ya kisiasa amekuwa mzigo mkubwa kwa rasilimali za polisi na tishio kwa amani ya kitaifa. Bramwell Bwire anakina cha taarifa hii kutoka kaunti ya Kakamega. Mazishi yaliyokuwa ni nyakati za heshima, maombolezo na kumbukumbu, sasa katika baadhi ya maeneo ya magharibi mwa Kenya yamegeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa. Katika kaunti za Bungoma, Kakamega na Trans Nzoia, mazishi kadhaa kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita yameishia kwa ghasia, huku wafuasi wa wanasiasa wapinzani wakirushiana maneno, kushambuliana na hata katika visa vya kusikitisha kuumizana hadi kumwaga damu. Kwa mfano, mwezi Februari mwaka huu, mazishi yaliyofanyika katika eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, yaligeuka kuwa vurugu baada ya wafuasi wa gavana wa Kakamega Fernandes Baraza na aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa kukabiliana vikali. Kile kilichoanza kama kelele na vijembe kiligeuka kuwa ghasia zilizosababisha majeraha kwa watu kadhaa. Katika tukio jingine huko Goseta, kaunti ya Trans Nzoia, vurugu zililipuka baada ya wafuasi wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na wale wa spika wa bunge la taifa Moses Wetangula kuvamia jukwaa, hali iliyolazimu polisi kuingilia kati. Mali iliharibiwa na waombolezaji kadhaa walijeruhiwa na kulazwa hospitalini. An MCA has up to 100 people that they walk around with and they call their gangs. The scale goes up. MPs up to 200, 300, depending on their capacity, up to 500. The same to county leaders, you now moves from 500 to 1,000 to 2,000. And this has actually made goonsism and gangs business become very prevalent. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen sasa anasema kuwa kuanzia sasa serikali haitamkamata tu muhuni aliyehusika na vurugu, bali pia mwanasiasa yeyote anayefadhili au kuchochea ghasia hizo. A lot of good work is now going on in Trans Nzoia. 2 days ago, 175 goons were arrested and taken to court. Na sasa wakati joto la kisiasa kuelekea mwaka wa uchaguzi wa 2027 likianza kupanda, swali kuu ni je, hatua hizi mpya za serikali zitaweza kurejesha heshima katika mazishi eneo la magharibi mwa Kenya au zitazidisha makabiliano? Bramwell Bwire, KTN, Kakamega. Na tusonge mbele.